Kida TV, pata elimu popote ulipo bila malipo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mfuatiliaji wa darsa kupitia Kida Online TV, leo tutakianza kitabu cha lugha kinachokwenda kwa jina la Al-Jadid, juzuu ya pili. Kitabu cha Al-Jadid juzuu ya pili ni kitabu mashuhuri, watu hupenda sana kukisoma. Kwa hiyo inshallah tutaenda nacho kitabu hicho kadiri Allah atakavyotuwezesha. Kwa yule mwenye kitabu atafunua kurasa namba 2. Atafunua kurasa namba 2. Anasema ad-darsul awwal, somo la kwanza au darasa la kwanza. Ad-darsul awwal, somo la kwanza. Ukiangalia kwenye kitabu chako, mkono wako wa kulia juu kabisa wameandika huma. Huma maana yake wao wawili. Watu wawili tunawaita huma. Ukitaka kusema wao wawili unatumia huma. Wawe wanaume wawili au wanawake wawili au mwanamke na mwanaume utatumia huma, wao. Neno linalofuata imeandikwa finaun. Finaun, uwanja. Finaun, uwanja. Linalofuata imeandikwa alkuratu. Alkuratu manake mpira. Alkuratu, mpira. Neno linalofuata imeandikwa asallatu. Asallatu manake kikapu. Kwa maana kile kikapu kinachotumika kucheza mchezo wa mpira wa kikapu, manake netball. Kwa hiyo asallatu, kikapu. Al-ashau, chakula cha usiku. Al-ashau, chakula cha usiku au chakula cha jioni. Al-ishau, swala ya isha. Al-ishau, swala ya isha. Turudia maneno ambayo tumeanza nayo. Huma, wao wawili. Finaun, uwanja. Finaun, uwanja. Alkuratu, mpira. Alkuratu, mpira. Asallatu, kikapu. Asallatu, kikapu. Al-ishau, chakula cha usiku. Al-ishau, chakula cha usiku, dina. Al-ishau, swala ya isha. Al-ishau, swala ya isha. Kiarabu ukichanganya kidogo herufi na maana hubadilika. Kwa mfano hapo unaona al-ishau, al-ishau manake chakula cha usiku, ila ukisema al-ishau ishabadilika tayari, ni swala ya isha, swala ile ya saa 2. Sasa kuna conversation, majadiliano. Kuna Abdul Rashid na Twahiru, wanafanya dialogue, kwa maana wanaongea, wanazungumza. Abdul Rashid ameanza kumwambia Twahiru, aina akhawaka ya Twahiru, wako wapi kaka zako ewe Twahiru. Tunajua akhun ni kaka, akhawaka maana yake ni wengi, kwa maana wawili au akhawaka ni wengi, yani kwa maana nikisema wewe maana yake wawili. Aina akhawaka, wako wapi kaka zako wawili, ya Twahiru, ewe Twahiru. Anazungumzia kaka hawa wawili, na tunaposema kaka maana yake ndio ndugu wa kiume. Akhawaka, ndugu zako wa kiume wawili, ya Twahiru, ewe Twahiru, kwa maana wako wapi. Kwa hiyo akhun tumesema ni kaka, lakini pia akhun unaweza ukatumia kwa ndugu wa kiume. Akhun, ndugu wa kiume. Akhun ni kaka. Kwa mfano ukhtun, ndugu wa kike, au ukhtun, dada. Kwa hiyo ishakuwa akhawaka, kaka zako, kimaanisha wawili. Kwa anamuuliza aina akhawaka ya Twahiru, wako wapi kaka zako ewe Twahiri, au wako wapi ndugu zako wa kiume ewe Twahiru. Twahiru anajibu huma, wao. Tulisema ukisema huma maana yake ni wao. Huma, wao. Fi finai, wapo katika uwanja au wapo uwanjani. Fi finai, wako uwanjani. Lakini uwanja gani? Anasema almadrasati,
katika uwanja wa madrasa. Huma wao fi fina'il madrasati, wapo katika uwanja wa madrasa. Huma wao fi fina'il madrasati, wapo katika uwanja wa madrasa. Tumesema fina'un, uwanja. Hapo imekuwa fina'i kutokana na hiyo fe, hiyo ni nahau sasa, harufu jari. Kwa hiyo fi ndo amemfanya fina'un awe fina'i. Huma wao fi fina'il madrasati, wapo katika uwanja wa madrasa. Akamuuliza swali akasema, madha ya'malani hunaka. Unapotaka kuwaulizia watu wawili, ya'malani ni kitendo cha wakati uliopo. Kwa mfano nataka kusema wanakwenda wawili, yadhhabani. Yadhhabani, hapa tunawazungumzia watu wawili. Tunawazungumzia watu wawili, na hususan hawa tunaozungumzia ni wanaume. Tumesema neno huma inatumika kwa wanaume wawili, wanawake wawili, mwanaume na mwanamke, lakini kwenye vitendo unapozungumzia watu wawili wa kiume wamefanya kitendo fulani, basi inakuwa ni tofauti na unapowazungumzia wanawake wawili wakifanya kitendo fulani. Kwa hiyo anasema madha ya'malani. Tukisema ya'malani maana yake ni kitendo cha wakati uliopo, wawili wanafanya. Kwa maana madha kitu gani au nini, ya'malani wanafanya, hunaka huko uwanjani. Akajibu akasema huma wao yal'abani. Yal'abani maana yake wanacheza wawili hao, yal'abani. Kwa sababu ingekuwa mmoja ungesema yal'abu. Yal'abu. Kama ni mmoja ya'malu, anafanya. Yal'abu anacheza, ila wawili unavuta ile herufi ya lam ambayo ni herufi ya mwisho, alafu unaongeza na nuni. Kwa hiyo itakuwa yal'abani. Huma wao yal'abani wanacheza, kurata sallat mpira wa kikapu. Kurata sallat mpira wa nini? Wa kikapu. Kwa hiyo mpira wa kikapu, ule mpira netball tunauita kurata sallati, mpira wa kikapu. Akamuuliza swali akasema, mata dhahaba, muda gani walienda? Dhahaba ni kitendo cha wakati uliopita, kitendo cha wakati uliopita. Unapotaka kuwazungumzia watu wawili kwa kitendo kilichopita, basi utaivuta herufi yako ya mwisho. Kwa mfano ukisema dhahaba, amekwenda mwanaume mmoja, ila ukisema dhahaba, wamekwenda wanaume wawili. Ukisema dhahabata, wamekwenda wanawake wawili. Ukisema dhahabu, wamekwenda wanaume wengi. Ukisema dhahabina, wamekwenda wanawake wengi. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Ukisema dhahabita, unamwambia mtu umekwenda wewe, huyo unayemwambia ni mwanaume. Ukisema dhahabiti, unamwambia umekwenda wewe, lakini unayemwambia ni mwanamke. Dhahabitu, nimekwenda, unajizungumzia mwenyewe, mutakallime, mzungumzaji. Na ukisema dhahabina, tumekwenda. Kwa hiyo anasema mata dhahaba, muda gani wamekwenda hawa wawili, ila almadrasati, madrasa. Muda gani walienda madrasa? Kwa sababu wanacheza mpira huko katika uwanja wa madrasa. Sasa madrasa walienda saa ngapi? Paka wakatokea kwenye uwanja mpira wanacheza. Mfano mtu anaweza kukuuliza fulani yuko wapi? Yupo katika kiwanja cha shule. Yupo katika kiwanja cha shule anacheza mpira. Sasa unaweza kumuuliza swali, alikwenda saa ngapi shule? Alikwenda saa ngapi shule? Kumbe ipo shule anacheza mpira. Kwa hiyo uko shule alienda saa ngapi? Paka sasa hivi ipo kwenye kiwanja cha shule. Akimaanisha kwamba wapo katika kiwanja cha madrasa, kwa maana walienda madrasa alafu wakawa wanacheza baada labda masomo na kadhalika. Kwa sababu mata dhahaba ila almadrasati, muda gani wamekwenda madrasa? Akajibu akasema dhahaba, wamekwenda ilaiha, huko madrasa. Ilaiha inarudi kwenye madrasa. Na haijakuwa ilaihi kwa sababu madrasa inatumia muannath, sifa ya kike. Madrasati imemaliza na tendo, maana ikawa dhahaba ilaiha. Kwa maana walienda huko madrasa baada al-asri, baada ya swala ya al-asri, swala ya saa 10 ile. Akamuuliza swali akasema mata yarjiani, muda gani watarudi minal madrasati, kutoka madrasa. Mata inaulizia swali mata yarjiani, muda gani watarudi minal madrasati, kutokea madrasa. Kwa maana muda gani watarudi kutoka huko madrasa. Akasema sayarjiani, watarudi. Unaposema sayarjiani ukatumia saa au saufa, hapo unazungumzia kitendo cha wakati ujao. Kwenye Kiarabu ukitaka kuzungumzia kitendo cha wakati ujao unatumia sin, inaanza.
au unaweza ukasema saufa. Sin au saufa hutumika mara nyingi kwenye kitendo cha wakati ujao. Kwa anasema sayarjiani, watarudi kabla al-maghribi, kabla ya swala ya magharibi, watarudi kabla ya swala ya saa 12. Akamuuliza akasema aina yusalliyani, aina wapi, yusalliyani wanaswalia. Kwa maana sawa sana kusema wataswalia wapi. Aina yusalliyani, wapi wanaswalia. Kamuuliza kwa kitendo cha wakati uliopo fil mudhari, lakini kwa maana amekusudia kwa baadaye kwamba wapi wanaswalia, kwa maana atajibiwa wataswalia. Sawa sana kusema tu wapi wataswalia, wapi wataswalia. Sasa mtu amekuuliza mfano sasa hivi anakusudia wewe chakula cha baadaye. Sasa anakuuliza unakula saa ngapi chakula cha usiku, unakula saa ngapi. The way lile swali lilivyokaa kama anamaanisha unakula sasa hivi, amesema unakula wakati uliopo, lakini amekusudia huko baadaye unakula saa ngapi. Na unaweza ukajibu ninakula saa 2 au nitakula saa 2, lakini akakuuliza sasa hivi kwa swali la baadaye. Kwa hiyo muda mwingine kitendo cha wakati uliopo mtu pia hutumia kuulizia swali la wakati ujao. Kwa aina yusalliyani, wapi wanaswalia al-maghrib, swala maghrib. Anasema huma wao yusalliyani wanaswali fil baiti, nyumbani. Kwa maana sawa kusema wataswalia nyumbani. Akasema ayu baiti, ayu baiti, nyumba gani, ayu baiti, nyumba gani, kwa maana wataswalia nyumba gani. Akasema albaitu alladhi, nyumba ambayo amamahu, mbele yake, shajaratani, ina miti miwili. Shajaratu ni mti mmoja, ashijaru ni miti mingi, ila ukisema shajaratani manake miti miwili. Wataswalia nyumbani, kwa nyumba ambayo amamahu, amama manake ni mbele, wara manake nyuma, yamini kulia, yasari kushoto, fauka juu, tahta chini. Kwa anasema amamahu, nyumba ambayo, albaitu alladhi, nyumba ambayo, amamahu, mbele yake, shajaratani, amamahu shajaratani, mbele yake kuna miti miwili. Mbele yake kuna miti miwili. Wamata yataanshayani, wamata na muda gani, yataanshayani, watakula chakula cha usiku. Akasema huma wao, yataanshayani, watakula chakula cha usiku, baada salati al-ishai, baada ya swala ya nini, ya isha, ile swala saa 2 wakisha swali basi watakula chakula cha usiku. Wamata yanamani, kumbuka hiki vitendo vyote tunazungumzia watu wawili. Wamata yanamani, na muda gani watalala, au na muda gani wanalala. Anasema huma wao, yanamani, wanalala, saata al-ashirata, saa 4. Hapa imekuja yale masaa ya Kiingereza kwa maana ametaja ashirata. Ashirata maana yake ni 10, lakini 10 inasimama badala ya 4. Nikisema hivyo nadhani kwa wale ambao mjifunza saa mashuleni wanaelewa kwamba 10 inasimama badala ya 4. Kwa hiyo itakuwa saatal ashirata, saa 4. Japokuwa umesema ashirata maana yake 10, lakini tunakusudia saa 4. Akasema wamata yastayqidhani, na muda gani wanaamka. Huma wao, yastayqidhani, wanaamka, saatal khamisata, saa 11. Khamisa maana yake 5, lakini 5 inawakilisha 11. Kwa hiyo wanaamka saa 11. Fayaghtasilani, na wanaoga, wayatawadhaani, na wanatia udhu, wayusalliyani, na wanaswali, thumma yuftirani, kisha wanakula. Thumma yuftirani, kisha wanakula, anakusudia chakula kile cha asubuhi. Wayadhhabani, na wanakwenda, ila madrasatihima, madrasani kwao hao wawili. Madrasatihima, madrasani kwao hao wawili. Fayataallamani, na wanajifunza. Thumma yaudani, kisha wanarudi, baada dhuhuri, baada ya swala ya adhuhuri. Kwa hiyo darasa yetu ilikuwa hivyo. Tufanye muraja, tukikutana tutakuja kuangalia tadribu, zoezi. Kwa hiyo tutwali vizuri, tukikutana tutaangalia jinsi ya kujibu maswali kwenye hili darasa au hili somo la kwanza ambalo tumelisoma.